tena. Yaani unaleta story tena. Yaani afu wewe mama ulivona dharau. Yaani mimi nakuheshimu afu wewe unanidharau. Yaani nikufate. Unanipangia tarehe, hujapata hela, unasubiri tena nitoe nauli yangu huko, nitahangaike najua hivi, nikufate. Afu nije tena unanipa tarehe tena. Maana mimi sina kazi za kufanya. Nyumba yetu inanitesa. Naomba unisikilize. Naomba nielewe kwa hilo kwa sababu hivi ninavyoongea ni kweli kabisa. Tayari nishaweka mitego yangu, nimeshakaa sawa. Nimeenda kwa ndugu zangu, tayari wameshanipa ahadi. Na mimi mwenyewe na chakali sehemu zingine tayari nishapata uhakika. Na ndio maana nimekudhibitisha kwamba baada ya siku 3 nakupa hela yako. Naomba kuwa mvumilivu mamaangu. Mimi mwenyewe sikupenda. Umesikia mwanangu? Tena safari hii nilivyojipanga. Nakupa deni la nyuma na nakulipa tena miezi 6. Yaani sitaki bugu za tena, yaani sitaki nikubugu. Kweli naweka ahadi mwanangu, mimi nitalipa. Salama mama. Shikamoo. Mshindaji. Safi, vipi kutokako? Salama? Baba. Hali ni ile ile. Mwenye nyumba kanijia juu. Unajua ni mkali. Anataka kodi yake. Kama sina kodi nitoe vyombo nje. Kwa hiyo nikamuomba, nikamwambia naomba nikutie muda. Nikaa nimekimbilia hapo kwa mjomba wako. Nimkuta mjomba wako nimemwelezea. Alichonijibu mjomba wako nimechoka. Hela hana, labda nikute siku 2-3. Je, yule mwenye nyumba naenda kumwambia nini? Na amechachamaa. Nitaingilia mlango wa nani mimi nasikia Mungu. Yaani mpaka navurugwa hapa hata sielewi sinifanye. Oh. Basi sawa. Ila mimi mama naomba niombee tu. Kwa hiyo nikawaje? Nashukuru Mungu mume wangu akatokea. Yaani pale ndo nikasema alhamdulillah. Ndio akaja kuniambia. Vinginevyo angenigaragaza pale sebuleni. Nikwambie kitu kidogo wangu. Kwa mvumilivu. Familia za waume zetu ndo hizi. Hakuna nyingine. Wawe wazuri, wawe wabaya, ndio tushaolewa kwenye hii familia. Kikubwa tu mkustamili na kuwa na subira kwa kila jambo. Niweze kupata pesa kwa sababu kuna pesa ambayo nilikuwa natarajia kuipata hapa siku za karibuni. Bado sijaipata. Na hilo swala lako kila siku naumiza akili yangu. Sio kwamba siukumbuki na ukumbuka. Ila mimi mama naomba kaongea na mwenye nyumba. Akupe muda kidogo. Kwa sababu mwenyewe hapa kuna pesa ambayo naifuatilia. Naenda hapo juu kuna mtu anamfuatilia pesa yangu. Kama nitaipata hiyo pesa, nije nikulipie. Ili tuondoe hiyo hali. Unasemaje mamangu? Yaani hata sielewi mwanangu. Yule mama kama anaweza kanikubalia. Unajua anachokiongea. Anaongea nyodo. Nimechangia tofali pale. Nimechangia mkaa. Nilimsaidia kuchota maji. Nilimsaidia mkaa kuwapikia mafundi. Yaani anaongea vitu vingi alafu nashangaa. Kweli sisi maskini tunateseka sana. Yaani mwanangu hata sielewi, sielewi, sijui nitafanya, nitaingiaje mle ndani, nitaingia saa ngapi? Siku nao. Mimi ngoja tu niende hapa nilipo nimevurugwa hata sielewi. Ningekuwa na kitu cha thamani ningesema niuze, nimpe angalau hata kidogo. Basi usijali. Haya mwanangu, ngoja tuangalie itapokuwa. Basi sawa, hamna shida. Haya. Nashukuru kwa kunipa moyo dada yangu. Maana hilo timbili lake leo mngenikuta sio nimezimia hapo sebuleni. Basi haina shida. Nitazungumza naye. Kwa hiyo sasa kinachoendelea hapa jikoni unaona? Hapa nataka niuke maharage nimeshachemsha hapa. Ndio nilikuwa na mpango wa kusaga nyanya hapa. Mimi nitapika sana. Nikusaidie? Nitapika. Basi sawa. Mimi ngoja nitaongea na Faridi haina shida.
Okay, sawa. Si ndio leo? Mimi ndo niko njiani nakuja. Sawa, basi sawa. Haya, nitakupigia basi. Haya, basi sawa. Nikifika hapo nitakupigia. Haya. Shikamoo baba mdogo. Marahaba, vipi? Salama. Ndio. Naona ndo unataka kutoka. Natoka bwana. Unajua tena mihangaiko. Ila baba mdogo? Yeah. Samani. Niko naomba hata dakika 2 tu ya kuongea naye. Haina shida, nakusikiliza. Kuna ujumbe umepata kutoka kwa mama? Ujumbe? Ndio. Hajanifikishia ujumbe wowote. Anyway, sio mbaya. Ni kwamba nilikuwa naongelea kuhusu haya yanayotokea humu ndani. Nikawa na shauri baba angekupa hata hela ya miezi 6 ya kodi, ili mradi ukae mbali kidogo, kwa sababu nahisi baba mdogo Faridi na kudharau sana, kwa sababu mmekaa wote ndani, na hizi vurugu zinazotokea muda wote humu ndani hazitotokea tena. Naamini familia yetu itakuwa familia yenye amani. Sasa hivi hali inaonekana umekuwa sasa. Kaka, Niambie ndugu yangu. kama hivyo naambia. Kazi imefanyika na imemalizika. Ila kuna baadhi ya watu wanadai hela zao. Na bosi hajatokea kazini. Sijui hilo swali tuliwekaje. Haina shida bro, yani kwanza kabisa mimi nakushukuru kwa kuniwakilisha. Umeniwakilisha vizuri. Kama kazi imefanyika ina maana mambo limeharibika. Na kama nilivyokuambia bwana, mimi leo nilitoka hapa asubuhi, bosi sikuongea naye. Ya nimeenda kuhusu masuala ya kifamilia, bosi sikutana naye, sikuongea naye chochote. Kwa hiyo sasa kesho asubuhi bosi nitampigia simu. Nitaongea naye. Ili aklie hela ya au jamaa ambao wamefanya kazi yao. Na una mawazo ya kitu uzima. Ni jambo zuri sana. Lakini hali unajua hii nyumba ni ya familia. Hakuna mwenye nyumba ujue hapa. Hii nyumba hii tumeachiwa na wazazi wetu, ni ya kwetu sote. Sawa Alafu hilo wazo ni zuri kwamba baba yako anipatie mimi kodi. Ni wazo zuri kabisa. Lakini changamoto inakuja hapa. Unajua mimi sasa hivi sina kazi. Alafu maisha yangu ni ya kuungaunga. Vipi kama hiyo kodi itaisha? Hata kama iko kodi ya miezi 6 hata mwaka. Ikiisha nafanyeje? Nakuja kuomba tena. Auone kama hapo ndio nitadhalilika zaidi. Unaona? Kwa hiyo kikubwa mimi nimerudi nyumbani, sijaja kwa watu. Hapa ni kwetu, ni nyumbani. Sawa Ali? Alafu kitu kingine Ali, haya mambo ni ya kikubwa. Upasi kuyaingilia. Sawa Ni jambo zuri kwamba umeonesha wazo lako, umeonesha ni namna gani hii hali ya malumbano inavyokuchukiza. Sawa Ili nakupongeza. Lakini ya wakubwa, waachie wakubwa, usiingilie hali. Ukija kukua utaona na utanielewa. Sawa Endelea na mishi zako hali. Ila asante kwa ushauri. Pia na hela yetu mimi na wewe then tutamalizana. Okay. Vifaa vilihifadhiwa lakini. Vifaa vimehifadhiwa vizuri na waliviweka kule sehemu ya store. Kwa hiyo viko mahali salama kabisa, ondoa hofu. Jambo jema. Jambo jema sana. Sawa. Sasa acha mimi nikuache. Maana mimi mwenyewe hapa nimechoka kweli, nataka nikapumzika hapa. Haina shida bro, na kama nilivyokuambia kesho asubuhi bosi nitaongea naye. Usije kusahau ndugu yangu. Bosi akituma mzigo nitakupatia. Tutamalizana. Shukrani sana. Karibu sana. Asante sana. Sasa unaniambiaje? Unajua nilichofuata. Nilichofuata hapa ni kodi yangu tu, sijaja kukusalimia, sijaleta story. Siku umenipangia, siku zimeshafika. Haya. Mwanangu, mimi najua kweli mimi mkosefu kwako. Nimekuahidi mengi vya kutosha. Nimekuahidi miezi 2, mara wiki moja, mara siku 2, mara siku 3. Hizo siku zote zimepita, sijakupa hela yako. Lakini hili noliweka
Ni ukweli kabisa yaani nasema kumwogopa Mwenyezi Mungu. Naomba nipe siku 3 tu. Nitakupa hela yako mamangu, naomba nisaidie. Nivumilie kwa sababu tulikotoka ni mbali. Ushanivumilia vya kutosha. Nipe siku 3 tu. Nitakupa hela yako mwanangu. Mimi naweza tena. Yaani unaleta story tena. Yaani afu wewe mama ulivona dharau. Yaani mimi nakuheshimu afu wewe unanidharau. Yaani nikufate. Unanipangia tarehe, hujapata hela, unasubiri tena nitoe nauli yangu huko, nitanihangaike na jua hivi, nikufate. Afu nije tena unanipa tarehe tena. Maana mimi sina kazi za kufanya. Nyumba yetu inanitesa. Naomba unisikilize. Naomba nielewe kwa hilo kwa sababu hivi ninavyoongea ni ukweli kabisa. Tayari nishaweka mitego yangu, imeshakaa sawa. Nimeenda kwa ndugu zangu, tayari wameshanipa ahadi. Na mimi mwenyewe nina chakali sehemu zingine tayari nishapata uhakika. Na ndio maana nimekudhibitisha kwamba baada ya siku 3 nakupa hela yako. Naomba kuwa mvumilivu mamangu. Mimi mwenyewe sikupenda. Umesikia mwanangu? Tena safari hii nilivyojipanga. Nakupa deni la nyuma na ninakulipa tena miezi 6. Yaani sitaki bugu za tena, yaani sitaki nikubugu. Kweli naweka ahadi mwanangu, mimi nitalipa. Hivi ningekuwa nakuja kama kwa wapangaji wengine, nikija unanipa hela yangu. Tungekuwa tu hapa kwenye vikao visivyoisha. Hivi unafikiri mimi nafurahi kweli kuja kila siku hapa? Sasa sikiza nikwambie we mama. Siku 3 sio nyingi. Mimi nimekubali hizo siku 3. Leo, kesho kutwa niko hapa mapema na hela yangu mkononi. Nikifika sitaki story. Nitachukua maamuzi yangu. Tutaonana wabaya mama. Mimi nimekuelewa. Sina maneno mengi. Kesho kutwa. Basi nashukuru.